Kabana rafiki yangu kabana badilisha Archbishop wa Ng'ombe, Archbishop Jerry Kibarabara PhD, mabishop wote, my fellow ministers on this side, Mheshimiwa Makamu wa Rais na viongozi wote, rafiki yangu, ndugu yangu, my very dear brother Bishop JJ. Nimekuja hapa leo kutoa rambirambi zangu za familia yangu kwa sababu ya kuachwa na mama yetu. Hiyo group ya WhatsApp ambao umetaja, I've been a member since day one, na sijawahi kutoka. One of the things nimeona huyo muda yote ni kwamba wewe when you are low unaambia watu leo spirit yangu iko chini. When you are in strong spirit we get to know. I know, mimi najua umengangana na hii maneno. Mimi nakuombea Mungu na nakuomba uruhusu mama apumzike, tuwe kukubali, na tumejaribu yote ambayo ungeweza. Your life for the last 2 years have been revolving around the sickness of your mother. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba mjipe nguvu na familia yenu yote, na Mungu waliwaza ndio tuweze kuendelea mbele. Na vile nilikuambia siku ya Jumamosi, sisi zote tuko katika hiyo safari. Hata Wajakoya ako katika hiyo safari. Hata wewe Bishop, siku moja tutaenda tukutane na mama. Mambo ile nilikuomba ni kwamba wewe ukuja hapo mwisho ndio uzike wengine, usiende mapema. Na mimi ndio nitoe hotuba kama waziri kwa hiyo mazishi yao wengine, pia tubaki na wewe. Yule mtu tutatuma kwanza ni Karango wa Mulaya, ndio wakati tutaingia huko atushike live, tuingie in style. Najua Bishop bila kazi umefanya haupa dogo kigira ko loko wo no kinyo ko yone kala go kigira ko marome ginya ke dole ke fura hemu ndia ko yetu. Niseme pia tukiwa hapa katika kaunti ya Nyandarua, makamu wa rais, tuko na kazi kadhaa zinaendelea. Tumeambiwa mambo ya barabara. Anajua Mheshimiwa Kiaraho na timu ya Nyandarua, Mheshimiwa Medho, mlikuwa na Mheshimiwa Rais na mkapanga mambo ya barabara. Mheshimiwa Makamu wa Rais, nataka kuomba ya kwamba mimi na wewe tukishikana tuweke kuni na tuweke electric shock kwa kiti ya Waziri Murkomen. Akijaribu kaa chini anapigwa na shock, anakumbuka Nyandarua. Na sababu hapa najua barabara kidogo za Nyandarua tuko na changamoto upande wa barabara. Kutoka hapa tupitie pale Nakuru, tukute waziri wetu ndugu yetu Njeru, tumwambie damu yetu pale upande wa Darago, damu ya Pesi damu, na ambao inaweza kupea watu wote wa Nyandarua, watu wa Darago na watu wa Olkorau. Tumwambie hata zingine zikitushinda hiyo izitushinde. Pande wa Nyandarua South tuko na industrial park ambao nilianza nilikuwa katika ile wizara nyingine. Na kidogo najua natumanga Medho akienda nyumbani angalie pale Jabini, na hiyo kazi naona inaenda pole pole. Mheshimiwa Deputy Governor, umesema kwamba to regulate viazi ya Nyandarua vile itakuwa kwa gunia. Mimi sikubaliana na wewe. Hata hiyo 50 kg sikubaliana na wewe. Ningetaka viazi yote ya Nyandarua ipitie Jabini ifanye value addition, ndio tuweze kupata pesa zaidi. Ningependa carrots na cabbage na kila kitu hapa. Wale watu wa KFC ambao wanatoa chips kutoka Amerika waanze kutoa viazi chips zao hapa Nyandarua kwa sababu ya value addition na agro processing ambao tunaweza kufanyia hapa Nyandarua. Na ni kwa sababu hao watu tuko na deni yao. Hao watu waliamka mapema wakatupigia kura. Wakapigia Mheshimiwa Rais, wakakupigia kura Mheshimiwa Makamu wa Rais, na
chagua hawa mbunge wote na waheshimiwa wote including huyu Mmedo. Na kwa hivyo mimi naona tuko na deni hawa watu na lazima hiyo deni tutalipa. Mimi ningetaka tu kuomba wabunge ambao wako hapa nikimalizia. Mmesikia huko bunge, na kabla sija hao mheshimiwa makamu rais, last week tulikuwa hapa, tulikuwa na huyu governor na deputy governor, tukazunguka vocational training center zote 26 hapa Nyandarua, na tukasema vile rais aliniamrisha nizifanye zikuwe idara za NYS. Governor wa kwanza kukubali alikuwa ni huyu Badilisha. Na sasa hizo 26 vocational center zote nitazifanya zikuwe idara ya NYS, ndio tuweze wale vijana ambao tunaambia waache pombe, waache bangi, na nimesikia Wajakoya pia amesema sio ya kuvuta, au wote tuweze kuwapatia nafasi za kupata maarifa, kupata taaluma, na ndio waweze kujimudu katika maisha. Yangu mheshimiwa Pate Rida Sabina na mheshimiwa Kiarao, mheshimiwa Medo, mheshimiwa Jerry Wanjiru Kihara, na mheshimiwa wote, nimesikia huko bunge mkisema ati huu mwaka tusifanye mambo ya kureview boundaries zetu, na mimi sikubaliana na hiyo, mimi sitakubali. Boundaries zetu lazima zigawanywe. Ukiangalia constituency kama ya Kinangop iko na watu wengi zaidi, na nimesema hiyo boundaries katiba ndio imesema igawanywe mwaka huu. Kwa hivyo nimesema delineation of boundaries ifanywe, kama sio sasa ifanywe sasa hivi. Kwelelo tikunegero nekugado itu kogo miaka ikaandio leo modo ikekanya yake Mungu. Bishop mfanya vizuri kwa sababu ya ile heshima umepea kanisa ya AIPC, ndio kuambia aongoze hii ibada. Bishop wa Ng'ombe, unajua mimi ni wa kanisa mbili. Mimi wakati wa amani ni Mkatoliki, kikiumana mimi mtu wa AIPC. Na nige gadi sesaka amudo aidile kaide mwere iduwa the slogan ya idigo kule, there is AIPC in all of us. Utile modo utali karolera ka AIPC adogerigo ne modo wa AIPC taru tulale kule kwa James kwa bishop modo aja mugalo kera igale kaito hoya Regina wa mudoka araja kuhura daraba ndogerigo ni modo haidi tunahura daraba nginya kwina hili ya mahoya arone twero haha ati detago ati gari detago ki munene wake wakoya etago munene wake waita koguo ni wega muno ndu wa kunyita kanitha uyu, na nie ndigitio muno na kanitha wa iti na makanitha mothe generally, but kanitha uyu nie ngithurwo mbunge mundu uria wandeithirie kuingira muno ni Archbishop wetagwo wa Ng'ombe, na nioe nyitagira kanitha uyu, and siku ya Alhamisi tutakuwa na yeye sababu ya kuendeleza mambo ya kanisa. Kwa hivyo asante sana, na mwisho kimalizia nikushukuru Mheshimiwa Rais kwa ile ujumbe ulitoa jana, mambo ya kusameheana, na mimi nataka tusamehe watu wote na tuungane wote, tusamehe wale watu ambao ni wa kanisa yetu, wa nyumba yetu, wa dini yetu, wa kabila yetu, na hata wale watu ambao si wa kabila yetu. Tusameheane Kenya mzima. Hata mimi vile ulinionyesha jana, nilipigia Mheshimiwa Rais, former Prime Minister Raila Odinga, nikamwambia ile maneno nilikuambia ya kwamba tuludedana iga shirue titwe dera kana iga ihesi yako Nagamura ogone dana kutia goro hado ujohera na jamii yako tiwe dera kana iga ihesi yako iruwe alidesi ya leile. Kongo hiyo mtindo ambao umeanza ni vizuri sana, na tuhesameane wote na tugane twadwa itu turnyitithanie kinya bururi wothe tukorwo twi kindu kimwe, tuhere Jaruo, tuhere Baruya, tuhere Kalenjini, andu othe mohero makorwo mari kindu kimwe. Kwa haya machache na mengi nichukue hii nafasi Patricia ndogeta munene lia odwale thia mama ndila federal atika shifu wega ni
sawa mheshimiwa, hiyo ni sawa, tukiwa hapa nyumbani labda. So anyway, nataka kuanzia tu mahali mheshimiwa CS amesema ya kwamba Deputy President, you are our leader in this nation, in this part of our Mount Kenya, and we recognize you. Na sisi tunashukuru kwa sababu ya mwelekeo na sasa ambao tumechukua, na tunataka kukuambia juhudi hizo ambao umeanza kufanya za kutuunganisha, they are not in vain. We are going somewhere. Ukae ukijua msamaha ambao umeitisha na vile unazunguka hapa na pale, kwa niaba ya watu ya Nyandarua, sisi tunakutabua kama kiongozi wetu na tutakuunga mkono, kwa sababu tunajua wewe unajua vile bere kuko, na wewe utatupatia signal, na sisi tuko hapo na tuko tayari kukuunga mkono. Tunaona unaongea mambo ya maziwa, unaongea mambo ya kahawa, unaongea mambo ile mengine, na hizo ndio kazi ambazo zitatusaidia. Tunataka tu kusema Vice President, mambo ya pombe, sijui roho wa Mungu alishuka kwako na akakwambia kwamba wakati umefika wa kupigana na pombe, na sisi kama watu ya Nyandarua pamoja na assembly yetu ndio walikuwa wa kwanza kusikia mwito wako. Nikatengeneza hiyo bill, nikapatia assembly, wakaifanyia kazi, tukakuja ukaitisha mkutano na Ivasha, tukakuwa pale, tukazungumuza, nikasukuma, ilikuwa ya kwanza kupita katika Kenya. Na hiyo Vice President, we are so happy. Leo hii mimi nikitembea, vijana wananiambia tu kitu moja, Governor, tutafutie kazi. Hawana ile lugha ilikuwa hapo mbele ati Governor tunataka kitu kidogo. Hiyo wameanza kuiwachana naye, kitu wanataka ni tuwatafutie namna ya kazi, na tutaungana na serikali kuu kutafutia hawa vijana kazi. Tulizunguka na mheshimiwa CS Moses Kuria, na mimi naona mwelekeo ambao serikali ambao unaongoza na president wetu, mwelekeo ambao imechukua kutafutia vijana wetu kazi hapa, na wale watakosa kazi hapa tuwatafutie nje. Tunajua mnatafutia hata nurses kule nje, na tumesema kama ni kule nje ishianashi itoire doka undo igeka gutiramakania as long as kaundo kau nige gwikira mbeca muhuko. Nataka kukwambia Deputy President, niko na marafiki huko already. Saizi niko na vijana 27 ambao saizi tunaendelea kuprocess passport na visa, kwa sababu nimepata kazi ya udriver kule UAE, na vijana wa Nyandarua wataenda kuendesha gari huko, wakuje wasaidie familia zao na watoto wao. Na tukiungana pamoja, najua dunia hii imekuwa kama village, tutafutia vijana wetu kazi huko. Hapa tumeongea na assembly, tunaweka pesa kwa budget ya kuhakikisha hata katika agriculture tumesaidia vijana wetu kupata kazi, katika trade tumesaidia vijana wetu kazi. Kwa hivyo kitu nataka kukutuma naye kwa niaba ya vijana na watu ya Nyandarua ni kwamba tuone vile tutatafuta nafasi ya kazi kwa vijana wetu ambao wako na ujuzi, wako na masomo, wako na akili, lakini kazi imekuwa ni balaa kupata. Deputy President, nikimaliza, Mheshimiwa Medho hapa amesema jambo ya university, lakini nataka kuambia wewe pamoja na umati huu ya kwamba wakati huu ni kama Mungu ametukumbuka. Siku ya kesho katika ofisi yangu tutakuwa na watu wanaitwa Commission of University Education, na wanakuja kuangalia vile sisi tuko prepare ku receive University ya Nyandarua. Na tumeongea na wabunge hawa na tumekubaliana, kwa sababu tunajua wakati huu labda serikali haina ile nafasi ya haraka. Sisi tumekubaliana ya kwamba budget hii inakuja, serikali yangu ya governor ninatoa milioni 50 niweke katika kiti ya university.
Na ninawaomba viongozi wenzangu, Mheshimiwa Kiaraho wako hapa, ninawaomba katika CDF atenge 10 million, kule Kinago 10 million, Oljororo 10 million, kule Kipipiri 10 million na Daragwa 10 million. Kwa hivyo tunakuhakikishia kufikia mwisho wa mwaka huu ama mwezi wa Septemba hapo tutakuwa na 100 million ambao tutakuwa tunaweka hapo, tukigojea nyinyi naye mkuje mtusaidie muongezee ile seed money, kwa sababu tayari kule Oljororo kuna shule ya county inaitwa Nyandarua ATC na ndio kesho tunaenda kuiangalia. Kuna hostels huko, kuna administration block, kuna classes, na hiyo kesho tunaenda kuihand over kwa University of Nairobi kwa sababu hao ndio mentor, ili tuanze campus yetu ya kwanza hapa Oljororo, tukigojea mchango wa serikali kuu na mchango yetu ili tuwe na main campus hapa Kapti.